Ulishinda kila kitu ulichopigana nacho na ukahisi umepoteza kila kitu kilichokufanya mtu. Juma alisomea chini ya taa za barabara za Dar es Salaam usiku wa manane. Alipiga magoti kuomba mkopo. Akafanya kazi kwa mikono miwili, moyo wote. Na mkataba mkubwa ulifika. Pesa, heshima, ofisi yenye dirisha linalotazama bahari ya Hindi. Lakini kitu kingine kilifika pamoja na mafanikio. Rafiki yake wa karibu, Baraka, yule aliyemkopesha pesa wakati wa njaa, alianza kutuma ujumbe mzito. Hassan alihesabia safari yake ya kwanza ya ndege kwa furaha. Sasa alikaa kimya Juma alipoingia kwenye chumba. Hata mama yake alisema, "Usisahau ulipotoka mwanangu," maneno yenye ncha kali ndani yake. Juma alikaa usiku mmoja pweke yake ukandani wa Coco Beach, akiangalia mawimbi. Alikuwa ameshinda vita vyote na akapoteza amani yake yote. Alijiuliza, je, mafanikio yangu ndiyo yameharibu mahusiano yangu? Swali hilo halikuwa lake peke yake. Ni swali la kila mtu aliyewahi kusimama juu ya mlima huku akitazama chini na kuona wengine wakimkimbia. Na jibu haliko pale unapotarajiwa kulitafuta. Carl Jung, mmoja wa wanafalsafa wakubwa wa akili ya mwanadamu, alisema kitu kimoja ambacho kilisimamisha dunia yote ya saikolojia. Ndani ya kila mtu kuna sehemu ambayo hujui na kuhusu. Sehemu ambayo unaificha, si kwa makusudio tu, bali kwa sababu ulishaingia kwenye mfumo wa kuwa mzuri, kufaa, kupendwa. Jung aliita hilo shadow, kivuli. Usiogope jina hilo. Kivuli si uovu. Utotoni mtu alikwambia usijifahiri sana. Mama yako akasema usionekane mkubwa mbele ya wenzako. Shule ikakufundisha kwamba kupanda juu ni kiburi. Na pole pole sehemu yako inayotaka kung'aa, inayotaka kutambuliwa, ilizikwa, ilienda gizani. Jung aliita hilo kuficha mwanga wako ndani ya kivuli. Sasa hapa ndipo mambo yanapofurahisha na kuumiza kwa wakati mmoja. Watu wanaokuzunguka wana vivuli vyao wenyewe, na vivuli vyao vinaona ndani yako kile ambacho hawakuruhusiwa kuwa. Mafanikio yako yanagusa kidonda kisichopona, kidonda cha ndoto zilizofukiwa, za matarajio yaliyopigwa marufuku na familia na umasikini na hofu. Wivu hauzalishwi na kukuchukia mtu. Wivu unazalishwa na kumpenda mtu, lakini kuona ndani yake kile ulichoambia nafsi yako, wewe si wa hilo. Hii ndiyo tatizo la Juma. Si kwamba rafiki zake ni wabaya, ni kwamba mafanikio yake yamewasha taa kwenye chumba chenye giza ambacho hakuna aliyetaka kukaa ndani yake. Lakini Jung alisema kitu kingine ambacho kinabadilisha kila kitu. Mpaka utakapomkabili kivuli chako mwenyewe, utaendelea kukiona nje yako. Wivu wao utakufanya ulipize kisasi, uadui wao utakufanya ujitenge, na utatumia nguvu zako zote kupigana na vita vya nje, ambavyo kwa kweli ni vita vya ndani. Simama kidogo. Fikiria wakati uliopita, wiki iliyopita, mwaka uliopita. Ulimhisi wivu mtu fulani, ule mzigo mzito wa ndani unaokuzuia kufurahi kwa furaha ya mwingine. Ukajaribu kuusukuma chini, ukauficha. Hapo ndipo ulipopoteza fursa kubwa zaidi ya maisha yako ya kiroho. Kwa sababu wivu ni dira. Wivu unakwambia kwa hekima zaidi kuliko daktari yeyote, hii ndiyo unataka. Hii ndiyo ndoto yako iliyofukiwa. Daktari anayeona mwenzake akipandishwa cheo na kuhisi mzigo, anatamani ukuu wa kitaaluma ambao amejipiga marufuku. Mtu anayeona ndugu yake akioa harusi nzuri, huku moyo ukiuma, anatamani uhusiano wa kweli ambao amejifunza kuuongopa. Wivu si adui. Wivu ni ramani ya hazina ambayo hujui unayo. Jung aliita mchakato wa kukabili kivuli chako individuation, kukua kamili, si kuwa mkamilifu, kamili. Kwa kubali kwamba ndani yako kuna hasira na upole, tamaa na huruma, nguvu na udhaifu. Sehemu zote inahitajika kukufanya mtu wa kweli, si kielelezo cha jamii. Juma, usiku ule wa Coco Beach, alifanya kitu kigumu zaidi ya mkataba yoyote wa biashara. Alikaa na nafsi yake na akauliza, je, mimi mwenyewe nimewahi kusukuma wivu wangu chini badala ya kukabili ndoto iliyofukiwa? Jibu lilikuja kama wimbi, ndiyo. Alikumbuka rafiki wa chuo aliyemchukia kwa siri kwa sababu alikuwa na ujasiri Juma aliyotamani. Alikumbuka dada yake aliyepata alama nzuri zaidi na jinsi alivyomtazama kwa jicho tofauti. Alikumbuka ndoto ya rafiki zake ambazo alipiga kura za moyo kwamba zishindwe, si kwa chuki, bali kwa sababu mafanikio yake yangemfanya Juma ahisi mdogo. Na ndipo mambo yalibadilika, si kwa uchawi, bali kwa ukweli. Kwa sababu mtu anayekubali kivuli chake
hawezi tena kutupwa chini na vivuli vya wengine. Kesho asubuhi, kabla ya kufungua simu yako, kaa kimya dakika 5. Chagua mtu mmoja, mtu anayekuchukia mafanikio yako au unayehisi anakuona kwa jicho zito. Badala ya kujiuliza kwa nini ananifanya hivi, jiulize, ni ndoto gani yake iliyovunjika ambayo mafanikio yangu inaionyesha? Hii si kudhoofisha nguvu zako. Hii ni kukuza jicho la huruma linaloona maumivu ya binadamu nyuma ya tabia ya binadamu. Kisha jiulize swali la pili, na hili ndilo gumu zaidi. Ni wapi katika maisha yangu mimi mwenyewe ninasukuma wivu wangu chini badala ya kukabili ndoto iliyofukiwa? Jibu lako hapo ndipo ndoto yako ya kweli ilipo. Jung alisema, mpaka utakapoufanya hisia isiyo na fahamu kuwa na fahamu, itaendelea kuongoza maisha yako na utaiita hatma. Juma bado ana safari ndefu, lakini sasa ana ramani tofauti kabisa. Si ramani ya biashara, bali ramani ya moyo wake mwenyewe. Wewe pia unayo, ikiwa una ujasiri wa kuiangalia. Kama video hii ilikugusa, shiriki na mtu mmoja anayehitaji. Na kama unataka kuchunguza zaidi kuhusu jinsi akili yako inavyoongoza maisha yako bila wewe kujua, video inayofuata inakusubiri. Endelea kufuatilia channel hii kwa video zaidi kama hii, na usisahau kupiga like.